Twende. Tupeleke hospitali. Twende. Vipi Kalonzo? Mbona umeshilia nje? Salama tu. Dada yangu nimetoka mihangaiko. Sema njaa. Vipi? Unaona kama ndo naanza hivi? Chakula bado ndo kwanza naanza kuchambua mchicha. Nipunguze moto hapo nianze kupika. Baba na mama nimewakuta. Baba na mama hawapo, wametoka. Mama yangu. Sasa mbona kama una mawazo sana hivi? Nini shida? Yaani sijakuelewa. Hai ndugu wangu, mimi ndo naishia hapa. Ehe. Hata usiishie hapa, bado sijamaliza udugu wangu. Maana nyenzetu wengine kama mna walimu kichwani. Unamaanisha nini? Maana yangu ni kwamba yule ulionielezea yule ndotoni. Yule wa ndotoni sasa. Kwa macho yangu haya nimemshuhudia jana kaka Duba hapo. Si unapajua tena? Kwenye 1 na 2 zangu niko na rafiki yangu pale napata moja baridi moja moto shogangu nikawaona. Agi. Acha masiala yako Agi. Kweli kabisa mtana yule mwanamke nilomuota. Wako hawa wawili na mume wako wamekaa tena wamerelax bibi. Wewe uko nyumbani umetulizwa. Kwa kumbe ile ndoto ilikuwa kweli. Wewe unashangaa? Kweli ndio. Kama unataka mtu fulani yani kama unaumwa yani sikuelewi siku 2 3 hizi yani kama kuna tatizo ndio kana. Unajua mimi na damu kwa damu. Mimi sina shida yoyote Kalonzo. Sema ni masomo tu yananisumbua. Hapana. Au masomo yanakuchanganya? Ni masomo tu ila niko sawa. Sawa masomo. Wewe niambie kama una tatizo. Kalonzo. Acha tu nikuambie ukweli. Maana mficha maradhi mauti muumbua. Mimi nina ujauzito. Unajua jana usiku tuligombana sana na mume wangu. Tena cha ajabu ananiambia eti anataka atafute mfanyakazi hamlete pale anisaidie kazi. Kwa kuwa mimi nimekatwa mikono na wala miguu sina. Usiniambie. Akia Mungu nakwambia. Sasa sikiza bibi nikupe mbinu. Changamka, acha kuzubazuba, changamka kuwa mtoto wa mjini. Wewe naye huyo mmeo anakushinda nini? Utakuja kupokonywa tonge mdomoni, mimi nakwambia. Wasichana wa sasa hivi hawana maana. Mtu kapata riziki kama ile aiache ipite inahusu. Tonge hilo bibi, unapokonywa. Upo? Haya, shauri yako. Hii dunia ndogo. Yamekuwa kweli? Ndio hivyo. Si umenielewa? Sikiliza mimi. Huo ujauzito inabidi utoe. Kwa sababu ukiutoa mimi nitaishi vizuri. Usipotoa nitaishi vibaya sana. Maisha yangu yatakuwa mabovu. Afu isitoshe mimi sina kazi. Maisha yetu sisi magumu sana. Sina kazi, sina kibarua, sina jobu yoyote ambayo inaweza kunifanya mimi nipate 200 ili niweze kumlea huyu mtoto au niweze kuilea hii mimba.
ulivyoniambia siku ya kwanza tu na mimba, mimi ukawa umenivuruga akili yangu. Yaani hapa nimevurugika. Bora uitoe tu. Sasa kati ya wewe na mimi nani atakayevuruga zaidi? Habiba, mimi najua wewe unaweza kuvurugika. Lakini tambua wewe ni mwanafunzi. Na wanafunzi wako wewe sio wa chuo, wanafunzi wako wewe wa sekondari. Hii serikali yetu usione ipo kimya, lakini kwenye jambo hili wanaweza katolea macho. Mimi nitaishi vipi? Sawa? Afu isitoshe babako ni mkali. Akijua tu hapa kijijini hapa cha Masimba siwezi kuishi. Siwezi kuishi hata kidogo. Najua lazima atafanyia kitu kibaya. Sasa ni heri bora utoe na mimi nikae vizuri. Sawa. Wila, mimi nakupenda sana. Hii mimba mimi sitoitoa. Mwanangu nitamlea na kutakia maisha mema. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Habiba. Habiba. Ilikuwaje? Habiba. Vipi tena? Habiba. 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 Ilikuwaje tena? Habiba. Hata sijui. Habiba. Habiba mwanangu. Habiba. 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 Ilikuwaje tena? Habiba. Hata sijui. Habiba. Habiba mwanangu. Ilikuwaje? Habiba. Vipi tena? Habiba. Habiba. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Dada, mambo? Poa, mambo. Safi tu, kwema? Kwema, Mzima. Hapa na wapi rafiki yangu? hapo tu mtaa wa pili. Umependeza sana. Asante, hata wewe umependeza sana. Samahani, naomba niazime simu yako. Simu yangu. Unataka umpigie mtu? Kuna kitu atakaniangalie. Dada, si umombo simu wewe? Toa simu hiyo. Kitu gani ambacho uelewi? Mbona Kiswahili kinaeleweka? Toa simu hiyo, changamka afu acha kutupotezea muda sisi. Ya shilingi ngapi hiyo? Toa password. Toa password utanielewa. Nini bwana? Toa password hii. Unatuchelewesha sisi. Toa password chako.
wakati unatoka kisimani na mama yako, ufika njiani pale ukaanguka, tukakuchukua tukakupeleka zahanati. Lakini sasa kule zahanati kwenye vipimo hujaonekana na malaria wala UTI wala umwi kichwa wala mgongo wala kitu chochote. Unafikiri shida ni nini? Au pengine ni mdudu labda pengine alikuvaa mwanangu? Hapana baba, kizunguzungu tu kilinikuta. Kizunguzungu? Sawa, nashukuru kusikia hivyo. Basi mimi nafikiri labda kwa nyongeza zaidi nikuletee fundi hapa wa masuala ya tiba na jadi, mambo ya utamaduni haya, akukinge. Nenda kakusaidia vizuri. Hapana baba, usisumbuke, mimi niko sawa tu. Baby. Makubwa shoga yangu. Si nilikwambia mimi? I say, mume wangu anapenda rangi ile ile ninayopenda mimi. Kabisa. Halo. Mtu na mke mwenzie tena. Unamjua Mr. Ganyai? Unamjua Mr. Ganyai? Nini? Unagunaguna nini? Jibu swali. Sasa sikiza nikwambie wewe. Mr. Ganyai mume wangu mimi. Nampenda, ananipenda. Kama alikudanganya ana mke, hana mke. Mimi ndo mke wake. Kwa taarifa yako. Ataishia kukuchezea. Lazima arudi kwangu. Asikudanganye kama hana mke na wala hampendi. Ananipenda sana mpenzi wangu, nampenda. Si unanielewa wewe? Kama uko sawa hata kwa hilo basi sawa, haina shida. Mama Biba. Maana unamsikia lakini? Nimemsikia. Ila mimi naona kwa ushauri wangu mume wangu tumwangalie kwanza kwa wiki hii. Maana jana tokea asubuhi tunavyotamani kulalamika hivyo kizunguzungu na ilijua kali. Kama tukiona shida inaendelea basi tutaangalia upande wa pili. Kama itakuwa anaendelea vizuri basi. Alafu kingine, huyu binti mzuri tu. Tena ana uwezo tu wa kukaa ndani vizuri akatulia na akapata mume wake wa peke yake. Lakini yeye kutwa kucha kutembea na waume za watu. Ukomi wewe? Tena mababu. Hana haya huyu. Limemshuka. Mwenye kibabu. Tuachie wenyewe tulivyovizoea. Chukua simu yako na potea hapa. Sikiza nikwambie wewe. Kuanzia leo hii. Hiyo namba nishaifuta. Sasa nisione tena. Na ukome kutembea na waume za watu. Na kaa ujue mimi nitakujua. Kama nilivyokujua basi nitakujua. Sio samahani, uelewe na uliweke akilini. Waume za watu sumu, utakuja kufa. Dada una haya wewe. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Habiba, waambie wazazi ukweli, sio kuficha mambo. Maana mficha malazi kifo mvumbua. Jimbe langu. Kuna nini? Hebu tueleze. Baba, Habiba ana mimba. Ana mimba?
Baba muongo huyo. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Yaani hii ni aibu sana. Yaani aibu niliyokuwa nayo, hata uso wangu si nenda kujifichia wapi. Mwanao ameniumbua. Ina maana wewe ukiwa kama mama unashinda kweli kumgundua kama binti yako ana ujauzito? Au ndio tuseme ndio lenu moja? Yaani mume wangu, haki ya Mungu kutoka moyoni, sina hata ninalolijua. Yaani mimi mwenyewe nimechanganyikiwa baada ya kupata habari hiyo. Sio kweli, sio kweli kabisa, haiwezekani. Siku zote siri za mama mtoto wake wa kike atakuwa anajua, na siri za mtoto wa kike mama lazima atakuwa anajua. Leo hii kama ukisema eti sio kweli na kujiepia kabisa, mimi haiwezi kuniingia akilini hata kidogo. Huo ndio usemi wengi mababa wengi kuwapa lawama akina mama. Mimi mwanangu naishi naye kama mama, siishi naye kama rafiki. Ndio maana hawezi kuniambia upuuzi kama huo. Kama labda mimi mwenyewe ningekuwa na maono ya kumchunguza nikamjua, nimjue mwenyewe, sio kwa yeye aniambie mimi. Sawa. Lakini hii ni fedhea. Najinasibu kwa wazee wenzangu, kwa marafiki zangu, jinsi nilivyomsomesha mtoto kwa mbwembwe, kwa sifa, kwamba huyu ndo atakayenitoa mlisi. Leo hii mwanangu amenivua nguo hivi kweli jamani? Hivi ni nani huyu ambaye alimpa ujauzito mwanangu? Na endapo kama nikimgundua mtu alimpa ujauzito mwanangu, basi ama zake ama zangu. Mimi nitoke hapa. Lakini huko ninapokwenda barabarani huko, matembezi yangu, alimpa ujauzito mwanangu mtajua. Hayo ndo maneno mume wangu ya kumtafuta mtu na sio kumtafuta. Ni kumuuliza mwenyewe Habiba atuambie nani aliyempa mimba. Na kama atakuwa atoa ushirikiano, hapa nyumbani itabidi aondoke. Kwa sababu ya aibu sio ya kwako, ni aibu ya kwetu. Utakuwa ni ujinga. Mtajua tu. We shule kaacha kisa mimba, wenzake wanasoma Habiba shule kaacha kisa mimba, wenzake wanasoma Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Halo baba. Ujambo mwanangu? Jambo, shikamoo baba. Marahaba. Salama, sijui huko mama ajambo, Habiba, kakangu. Mamako wajambo, kakako wajambo, lakini kwa Habiba nimekuta majanga makubwa sana bwana. Baba, majanga gani tena? Wako mshiko tu. Habiba. Ndio manake Habiba ni mjamzito. Hapa nilipotoka tulipatoka kwenye ugomvi mkubwa sana hapa. Kitendo cha kumfanyia mdogo wako kwa kweli, kusikia mtu amezimika hivi hivi bila kosa, kumbe wakati mwingine wanakuwa matatizo kama haya. Kwanza pole baba. Shapo mwanangu. Yaani Habiba,
Baba, mashamba yote uliokuwa unalima, mradi umsomeshe, vibarua vyote hivyo, leo kakufanyia hivi kweli Habiba? Mwanangu, kama ulivyoona mwenyewe nimejitahidi sana kabisa mtoto wangu na wajibu kunitoa katika maisha yangu. Hebu angalia. Yaani ndo tulikuwa tunamtegemea yeye ndo atatuokoa sisi. Alafu yeye ndo katuangusha sisi. Baba pole sana. Na huyo mwenye mimba alikuja. Hapana baba. Huyo ni jela tu. Vyombo vya sheria ndo kila kitu babangu. Usifanye maamuzi yoyote mabaya. Sheria iache sheria, itafuata mkondo wake. Atapatikana tu kama mimba yake aliyempa, na kama yupo hapo hapo kijijini, na maana atapatikana tu huyo mtu baba. We shule kaacha kisa mimba, wenzake wanasoma Habiba shule kaacha kisa mimba, wenzake wanasoma mateso manyanyaso anayopitia, we kutwa kikaa aishi kulialia, anadukuduku anatamani kuongea, ila wenzake wanamwambia usitoe siri. Siri, 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 usitoe siri. Habiba mwanangu, umenivua nguo. Nyumba yote naiona moto. Jana usiku kucha na babako hatujalala. Habari ni za kwako wewe tu kuzijadili. Maana babako anajua la wewe na langu mmoja. Sasa leo inabidi utuambie. Huyo alokupa mimba, leo inabidi hapa uniambie. Na babako huyo anakuja. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Siri, 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 usitoe siri hii. Vipi? Amekwambia huyu? Bado hajanipa jibu lolote, naye ndo unatokea. Mwanetu, kwa nini umetufanyia hivi? Na umekosa nini hapa kwetu? Sasa nataka uniambie, ni nani alikupa ujauzito huu? Auongee. Umekuwa bubu, ila leo utaongea. Nani alikupa ujauzito huu? Niambie. Unapoulizwa kitu unatakiwa uonyeshe ushirikiano. Unataka tupate shida sana? Leo utasema. Na usipoongea, cha moto utakiona hapa. Sasa nisubiri. Niambie. Ni Wile baba. Wile? Mateso manyanyaso anayopitia, we kutwa kikaa aishi kulialia. Wile gani? Ni mtoto wa Mzee Chanyema. Ndani tuje, swala langu hili nataka tuzungumze hapa nje. Sawa. Kwa sababu leo ni Jumapili, ofisi zimefungwa za serikali, lakini jambo langu sikuweza hata kulala nalo dukuduku langu. Wala usijali kuhusu hilo, na mimi nikaona mpaka wewe umefika hapa, nikajua lazima kutoka kuna swala la dharura hasa, ndio maana nina shauku nalo kidogo. Sawa sawa. Mwenyekiti bwana, ndugu yako imenifika. Nafikiri unafahamu watoto wangu wote
na familia yangu kwa ujumla. Unajua hapa kijijini, hichi kijiji ni kidogo sana, na watu tunaishi kama ndugu, wote tunafahamiana, na humo katika ndugu hao tunafanyia mambo ya ubaya humo. Na binti yangu yule mwanafunzi yule anaitwa Habiba. Mwanafunzi ndio? Binti yangu ni mjamzito. Si hajamaliza shule, si form 4 yule? Hajamaliza shule, yuko kidato cha 4. Lakini ninavyokuambia ni mjamzito. Mimi mbana mtoto, akaniambia ni mjamzito. Asa mzee Kalenzi. Haya, nani kafanya majanga hayo? Ama ndo watoto wadogo hawajui wameitolea wapi? Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba hichi kijiji chetu tunaishi sisi wenyewe. Wengi tunafahamiana na ubaya tunafanyana umuhumu. Wile ndio alompojoza. Wile? Ndio. Mtoto wa mzee Chamenya. Wile huyu? Jamani, Wile. Wile mbona anatafuta matatizo huyu? Wile nafahamu hana wazazi huyu. Hana wazazi? Wile maisha yake ya kudagadanga. Wile maisha yake, ulaji wake, familia ni mazingira yake anavyoishi uko kama digidigi. Haeleweki mbele, haeleweki nyuma. Leo hii anakuja kuzua janga kama hilo. Kiti ni majanga makubwa sana. Yaani hapa nilipo nimevurugwa na hata la kufanya sina. Si nifanyaje sijui. Lakini kwa jambo hili mimi siwezi kulifumbia macho mwenyekiti. Siwezi. Upo sahihi mzee. Kwa sababu nimeshitumia gharama kubwa. Mimi binti yangu nilikuwa nikimtegemea. Ndio atakayekuwa mimi atanisaidia hapo baadaye, ndio tegemezi langu. Yaani ndoto yangu imekatika mwenyekiti. Kamkatisha nini ndoto masomo ule mtoto na kanikatisha mimi vile maisha yangu. Ndoto ya maisha yangu imekatika. Mzee Kalenzi, kwanza mimi nikupe pole kuhusiana na jambo hili. Lakini pia kuna wakati sheria hupindishwa kwa maslahi ya umma, lakini kuna wakati matatizo mengine hayawezekani kabisa ukapindisha sheria kulingana na mazingira halisi. Alichokifanya Wile ni kitu kibaya sana. Leo hii nikasema ni mbebe Wile kwa sababu namjua ni mtoto wa fulani, ni mtoto ambaye anaishi hivi. Hilo jambo jamii haitoangalia vizuri. Na wakati mwingine ndio yataanza ile misemo ya mitaani kwamba mwenyekiti anafanya hivi, anafanya. Mwisho wa siku tutashangaa tunakuja leo tumembeba mjaza mimba, kesho watakuja kuzalisha majambazi. Watu wataiba makusudi, watafanya ujambazi makusudi kwa kutegemea bwana mwenyekiti atatubeba, anatufahamu. Kwa jambo hili kiukweli mimi mzee Kalenzi siwezi kulifumbia macho. Sawa. Yaani vyovyote na hiwe, lakini sheria itafata mkondo wake. Sawa kabisa. Mimi nikutoe hofu mzee Kalenzi, niendelee tena kukupa pole, lakini pia na kuahidi hili jambo litakuwa sawa. Mimi nitatuma migambo yangu. Nitaita wa vijana wale wakamchukue yule Wile. Ukiona simu yangu nakupigia au wito wangu, basi ujue nitakuhitaji uje ofisini na mtu wako utamkuta yuko pale ili kujua tunaendelea kufanya nini au tunapanga nini. Mimi nikuruhusu wewe uende. Mimi siwezi kupata kashfa. Eti nikaacha tu jambo watu leo huyu kafanya hivi nimeacha kwa sababu namjua kesho watu wataiba, watauana huko. Mwisho wa siku aseme mwenyekiti atatubeba, jamii ianze kunisema vibaya mimi mwenyekiti anawabeba majambazi na wezi. Hilo jambo siwezi kulifumbia macho. Sawa, nashukuru sana. Wile. Wile ikayakanyana.